haimo na macho yamepofuka. Watu hawaoni hizo opportunity, hawazioni. Unashangaa kwenye kikao cha kazini, wanasema sasa ile nani tufanye Jumamosi. Ananyosha mkono mmoja anasema, lakini mwenyekiti, kumbuka kuna wasabato tuko nao hapa. Na anayeongea ni Mroma. Hatutawapata kwenye kinini. Watu wameshajua wewe ni msa. Kuna watu ni wasabato lakini wanapiga majani ya chai ofisini. Nasema majani ya chai, watu wanachanga, pastor, kwani nayo ni na shida nayo. Sasa wenzao wanapiga energy na wao wanapiga energy. Wanapiga mata na wao wanapiga mata. Siku moja baba yangu akiwa anafanya kazi ya uinjilisti wa vitabu miaka ya 70, alienda kwa nyumba moja na rafiki yake wakifanya kazi ya uinjilisti wa vitabu. Wakauza vitabu, wakavielezea vitabu, na ni msomi mhaya, somi kabisa. Kwa wakaanza kuelezea, wanaelezea, wakavielezea, na vitabu walivyouza sana ni vya afya. Akasema hawa ninawapima kidogo. Kawaambia nitawapatia hela nusu, nyingine mtaijia wiki na mambo ambayo hayahitaji chuo kikuu. Wiki usifumbe sana mdomo, hasa mdomo wa mtu aliyefunga. Ukisha uachia hivi, nikwambie, utaona jirani tu anapeleka kichwa pembeni, tuombe wawili hasa baba yetu. Kwa hiyo msifumbe sana vinywa, hasa vinywa vya waliofunga. Maana hili dude liko wazi. Si mnajua liko wazi? Lakini shughuli inaendelea huko. Hii nyingine nitawapa wiki ijayo. Wiki ijayo akawa ameshavisoma vitabu, anatafuta kuona wanaoyasema ni ya kweli. Akasoma majani ya chai, kahawa, Coca-Cola. Akasoma vitu ambavyo vinaharibu afya, vimekataliwa katika vitabu hivyo. Vitabu kama Your Health and You, vitabu, kulikuwa na vitabu ya zamani, wale waumini wa zamani wanayafahamu. Mzee Karangi, si unakumbuka? Encyclopedia. Encyclopedia ya juzi baba. Na wewe ni zamani zako, lakini hatuna shaka hiyo nayo ni zamani yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa alipo jua sasa leo ndio siku wanakuja, akamwambia mke, hakuwa msabato, andaa mezani, nataka niwapime hawa watu leo. Mama akaleta majani ya chai, akaleta kahawa. Si majani mnajua wao yako kwenye nani fulani yako mimina hivi. Kahawa, soda za Coca-Cola ziko hapo na vitu vingine vya kawaida. Sasa akawakaribisha, ni breakfast ya asubuhi. Karibuni jamani, sasa kabla hatujaenda na mambo yetu yale, karibuni tushiriki pamoja. Nilishaandaa, tumeandaa na mama kwa ajili yenu. Walipofika mezani, wanakuta majani ya chai, wanakuta kahawa, ndio vinywaji vilivyopo. Roho wa Mungu aliyekuwa ndani yao sio wa kumpatia hapo, akawasimamisha kwenye kweli yote. Wakasema, lakini tunashukuru sana, ila sisi hatutumii majani ya nini, ya chai na kahawa. Kahawa ndio kabisa hatutumii. Basi kuna soda hata hizi hapa, hiyo soda hiyo nyeusi hiyo hatunywi. Japokuwa najua wenzangu humu mnasakamia. Mnasakamia humu watu humu. Na miaka hii mambo haya hayafundishwi, watu wanasema, pastor, tutakula nini sasa? Tutakunywa nini sasa?
Sasa walipoanza wakajieleza, wanasema tupe maji hivi, maji kabisa ya moto, tutakunywa tu hayo, na vitafunwa hivi, mandazi, chapati, nini, tutakula. Wakala. Walipomaliza akawaambia basi sasa jioni sitting room hapa tuongee jamani. Akawaambia hivi, sikilizeni, mlipoondoka nilisoma vile vitabu na nilikuwa nimevisoma kurasa kwa kurasa, nimevielewa mambo yaliyosemwa humu, nikaogopa hivi hawa wenyewe wanayaishi. Na anawaambia hivi, leo nilikuwa nimeandaa vile vitabu, hela nusu yote niliyowapa ningewaachia, na vitabu nilikuwa nimepanga niwarudishie kama mngeingia kunywa vinywaji vilivyokataliwa kwenye maandiko yenu. Amina. Halo. Amina. Halo. Yes. Mpo? Anasema hivi, nilikuwa nimeandaa, niliwapa hela nusu, hiyo nusu wala nisingewadai, na vitabu nimeviandaa viko hapa, nilipanga niwarudishie. Nende, kama nyinyi wenyewe hamwezi kuishi nuru ya vitabu vyenu, hivyo hapo nendeni navyo, havitanisaidia. Lakini kwa tendo lao la kuepuka vitu vilivyotiwa unajisi, wakawa wamemhubiri. Haleluya Bwana. Na baadaye yule mtu alimwamini Yesu akawa Mwadventista msabato. Kwa nini unaficha nuru yako? Kwa sababu nguvu haimo. Unaona kabisa wametangaza sasa, jamani, ule mtihani utakuwa Jumamosi. Hafu na kauka. Hafu na kimbia kwa kanisa. Ndio kanisa. Tuombe Bwana. Mtihani umetangazwa siku ya nini? Naye mzee wa kanisa ukikuta kazi imetangazwa siku ya Sabato, naye ni wakati wa kusimama peke yako. Haleluya. Roho atakapokuja atawasimamisha watu peke yao katika imani. Watu wataondoka, watakwenda, watahubiri, ishara na maajabu zitatokea kwa sababu wana nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuambie, nguvu hii ikija, hata magomvi yaliyodumu ndani ya nyumba yatapungua. Hata magomvi makanisani hayataisha, ila yatapungua. Kasi iliyoko sasa ya magomvi ndani ya makanisa ni kubwa. Ni kama kuna vyama. Kanisa moja mahali fulani ndani ya jimbo hili, nisipaseme, zamani kabla mkoa huu haujaletwa huko, nimetumwa pale kwenda kutatua mgogoro. Kanisa lina mpasuko, limepasuka. Acha ile ya mpasuko sio na pasta, hili saizi ni lenyewe. Na wamepelekana mpaka polisi, wamefanyana vitimbu sio vya kawaida. Hali ni mbaya mle kanisa, wanataka kuuana. Katumwa na marehemu Pasa Mtani, nenda. Nikaenda, fika pale, tulikaa tangu asubuhi tunaongea, hatuoni mahali cheche zinakotoka. Tunaongea, tunatafuta, lakini hatuoni. Kumbe jamaa bwana wamebinya, hawasemi. Baadaye muda umekwenda sana, karibu tunafunga kikao, na nawaambia sasa mimi ninaondoka, na waacha. Maana walioita field, ilikuwa ni field wakati ule, walioita field ije ni nyinyi. Mimi namrudishia aliyenituma habari kwamba nimeenda, nimetafiti, sioni. Ongea na wazee wa kanisa, hamuna. Kaa hapa na baraza la kanisa, hamuna. Baadaye mwishoni kabisa ndipo anatokea mama mmoja, anasema, "Pastor, mimi nataka kuokolewa."